watu wangu, na niwaambie tu kweli, even in our darkest day tukumbuke Mungu. Tukiwin tukumbuke Mungu, tukiona mambo yaende poa tukumbuke Mungu pia. Okay, most of us tunakumbukanga Mungu senye kimeumana, tunakumbukanga Mungu senye tunaona ni kubaya. Hapo ndio tunajuanga Mungu ana exist. Okay, hata mimi situation ishanitokea, but kitu naweza waambia tukumbuke Mungu siku zote. Tukuwe kama Job. Wakati alikuwa fiti, wakati kila kitu ilikuwa intact, alikumbuka Mungu. Na wakati vitu zote zilikuja zikapotea, wakati situation ilikuwa ilikuwa the worst, the darkest moment of his life, bado alisimama na Mungu wake. And at the end of the day, God alimkumbuka, God alirestore kila kitu yenye alipoteza kwa maisha yake. So kitu naweza waaji my fellow youth, na hii generation yetu ni noma sana. Tunakumbukanga Mungu senye tuko papaya, tunakumbuka Mungu senye tunajua imeumana, but kukumbuka Mungu by the way kukuwa poa, juu yeye hajaitusahau. Imagine alikuja akadedi kwa ajili yako na yangu, ili tupate salvation, ili tupate freedom ile tuko nayo sasa hivi. Mbona situmkumbuke senye tuko na shida pekee? Wakati alisacrifice everything, alisacrifice his life, akadedi kwa ajili yako na yangu. Mbona situmkumbuke senye tunamhitaji peke yake? Okay, unaona hata si fair. Sometimes tukumbuke tu Mungu wakati wote, tuombe sana, tuishi according to his will, tuishi maisha yenye inamfurahisha, tuishi maisha inampendeza. Cause wacha nikwambie ukweli, bila mimi na wewe Mungu atabaki kuwa Mungu. Tuwepo tusiwepo, Mungu atabaki kuwa Mungu. Okay, so tusione ni kama tunamfanyianga favor kumwabudu. Hapana, stuff samefanya kwa life yetu ni mob sana. That's why nabianga mayouth, hata tukiasol mambo tuona haijakuwa fiti, bado tukumbuke Mungu wako, because kwa wadi yake anasema at his right times atafanya ifanyike. Na Matthew 6:33 inasema aje? Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be given unto you. So tukumbuke Mungu wakati wote kwa maisha yetu. Najua sometimes tukiona mambo iko fiti inakuanga ngumu sana kukumbuka God, but hiyo ndio time yenye devil huwa anatumia kutu distract kwa sisi kukumbuka Mungu. So kitunaweza omba tu tukumbuke Mungu wakati wote, because this world, niamini mimi, is more spiritual than you think. It's more spiritual than you think. Okay, so tukumbuke Mungu siku zote. Mungu atazidi kuwa mwema kwa life yetu, Mungu atazidi kuprovide kwa life yetu. Ukifanya mema ata tu reward always. Nakumbuka siku zote tukifanya mabaya, ubaya haunanga mwisho mzuri. Okay, the consequences of sin inakuanga death always. Kumbuka hapo first kwa kitabu ya Genesis inasema after Adam na Eve were sin after God, something had to die for them to be redeemed. Na hiyo wakati walichinja lamb ili Adam na Eve wasamewe dhambi zao, ili Adam na Eve waprovidiwe hizo clothes zenye walikuwa nazo to the Garden of Eden. Haya zenye Yesu alikaa 2000 years ago, he had to die in flesh ndio mimi na wewe tupate salvation. Okay, so it's very important tukumbuke God wakati wote, na tukumbuke kila action yenye tunafanya, kila kitu yenye tunafanya kwa maisha yetu iko na consequences at the end of the day. Swali ni uko ready kupea hizo consequences? Swali ni uko ready to take full responsibility ya actions zenye unafanya sahi? Okay, so tukumbuke God kila time, kumbuke God kila siku. Kumbuka kuna mwenye alisema tuokoka leo na bahati ya kufika leo. Kumbuka kuna mwenye alisema jana ata give his life to Christ leo, akaona bado ako na time but hajaona leo. Okay, so kama bado uko na time, hakunanga ati time itafika useme sasa hapa ndio nataka kupea God. Kila kitu ni sacrifice. Ni wewe uamue kusacrifice faith yako upe God, na life yako itakuwa fiti. Hivyo tu.